Karibu tena katika channel yako ya East Africa Astro Guide. Kama umeangalia video ya kwanza ya channel hii ya East Africa Astro Guide, tulizungumzia kuhusiana na majina na tarehe, namna gani ambavyo ni ramani halisi ya maisha yako. Kwenye video hii ya pili tunazungumzia kama umezaliwa kati ya tarehe hizi, haya unatakiwa uyajue kwa mwezi huu. Mwezi huu mwezi wa February, leo hii tuna record hii video. Mwezi wa February ulianza na full moon tarehe 2 ya mwezi wa pili 2026, wakati new moon yenyewe ilikuwa ni tarehe 18 mwezi wa kwanza, ambayo ni takribani degree 28 hivi kwenye alama ya Capricorn. Lakini full moon yenyewe ilikuwa na alama takriban 13 degree, yani mwezi ulikuwa kwenye degree ya 13 kwenye alama ya Leo. Lakini tunapoongea sasa hivi hapa tupo kwenye kota ya mwisho ambayo ni takribani degree 20 hivi kwenye alama ya Nge ama Scorpio, ikiwa takribani 46 minutes hivi. Kwa hiyo basi na tunategemea kwamba leo mpaka mchana mwezi utaweza kuhamia kwenye alama ya Sagittarius, na hapo sasa ndipo ambapo tumesema kwamba tunataka tuzungumzie hasa kwa waliozaliwa tarehe 22 mpaka Januari 19, waliozaliwa Januari 20 mpaka Februari 18, na waliozaliwa Februari 19 mpaka Machi 20. Tutaweza kuzungumzia makundi mengine, lakini kwa leo tuzungumzie haya. Kwanza kabisa, kama tulivyosema, mwezi ulianza ukiwa na full moon kwenye alama ya Leo. Mwisho kabisa tumeona kuna last quarter ambayo kwenye mwezi uko kwenye alama ya Scorpio. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba hii last quarter inahusu nini? Last quarter automatically huwa inahusu masuala ya release, kusamehe, kuwasiliana na watu vizuri na kadhalika. Sasa kwa watu hawa ambao wamezaliwa katika matarehe haya tuliyoyataja, kama upo Kenya, upo Uganda, Tanzania, Burundi, Rwanda na kwingineko, na unaifuatilia video hii au chaneli hii, mwezi huu kwanza wa February wenyewe energy yake iko vipi? Cha kwanza kabisa, mwezi huu wa kwanza, mwezi wa kwanza ulianza vizuri kabisa na ukaisha ukiwa na mambo yake mengi sana, tutaje kuyazungumza baadaye kwa uzuri zaidi, ambao tutaje kuona sayari ya Zohari jinsi ilivyokuwa na moto, ilivyokuwa imeleta jua kali, imeleta ukame. Kuna mambo fulani Zohari hii inapokuja mwezi wa kwanza huleta. Lakini kwa mwezi wa pili kidogo mambo yameanza kuwa na tofauti kidogo. Kwa mfano, watu wengi sasa hivi tunavyoongea hapa, wengi wanajihisi kama wanataka kufikiria sana kuhusu malengo yao, mawasiliano yao, mahusiano yao, urafiki wao na direction nyingine za maisha. Mwezi huu mara nyingi wa pili, kutokana na energy ya mwezi huu ilivyo, watu wengi watakuwa na mtazamo huo. Kwa sababu gani? Ya hizi kadiri mwezi ulivyokuwa unasogea kwenye kila alama, basi ilikuwa inaleta matokeo pia tofauti. Kwa mfano, kwenye swala la communication, mawasiliano, mwezi huu huwa mzuri sana kuweka mambo wazi, kuyaongea mambo, kusuluhisha migogoro, misunderstanding yoyote ile ambayo ipo. Mwezi huu ni mzuri sana. Lakini kingine kwamba na kusema unachohisi kwa heshima, mwezi huu unahusika sana. Lakini kingine ni kwamba mwezi huu usishangae kwamba ukaanza kujihisi kwamba una nguvu nyingi ya kufanya mambo mapya, unataka kufanya mambo mapya, kama ni masomo, miradi mbalimbali na kadhalika. Lakini vile vile kingine ni uwezo wa kutambua hisia. Unaweza kujikuta unahisi vitu kwa undani zaidi. Hivyo ni muhimu kupumzika na kujitunza. Kuna baadhi ya sign au alama ambazo zinakuwa zitapitia hali hii, wanakuta wana uwezo mkubwa wa kutambua au kuwatambua wengine sana hapa, au wengine kupata ndoto ambazo ziko wazi zaidi, hasa katika mwezi huu
kutokana na mwezi jinsi unapokwenda na alama ya jua ilipo ambayo iko kwenye alama ya nyota ya ndoo. Kwa hiyo basi kwa waliozaliwa Novemba 22 mpaka Disemba 21, tunachokiona kama nini, unaweza ukashangaa, unaweza kugundua mambo mapya. Kama kuna mambo ulikuwa unayafanya, basi ukaanza kugundua mambo mapya. Kwa mfano ukaanza kusafiri kimaono, au hata kihisia, huenda ukaona njia mpya ya kufanikisha ndoto zako na kadhalika. Kama kuna njia mpya ambayo inaweza ikafanikisha mambo yangu kwa mwezi huu, kwa watu waliozaliwa Novemba 22 mpaka Disemba 21, wanaweza wakapata hali hii. Lakini kingine ni kwamba kwa waliozaliwa wenyewe tarehe 20 ya Januari mpaka Februari 18, wenyewe kikubwa hasa katika mwezi huu ni kwamba mwezi huu ni mzuri kwanza kwa ajili ya networking na miradi ya kijamii. Watajikuta ni kwamba kama watawekeza nguvu zao katika miradi ya kijamii, waliozaliwa tarehe 20 ya Januari mpaka Februari 18, hasa kwa masuala ya nyota, ni watu ambao wanasema kwamba wako katika alama ya ndoo. Watajikuta kwamba mwezi huu ni mzuri sana kuweka akili zao na mawazo yao katika miradi ya kijamii, mawazo mapya, sawa, mawazo mapya ya miradi hiyo na kadhalika, na kutengeneza mahusiano mazuri na kufanya kazi kimakundi, yani kufanya kazi kwa kushirikiana na wengine, sawa. Mawazo mapya yanaweza kukuchukua kwenye direction mpya kabisa. Unaweza ukashangaa kupata mawazo mapya, either ni umefikiria tu au kuna mtu umeongea naye ukapata wazo, sawa, wazo jipya. Lakini wazo hilo litakuwa limelenga kwenye sehemu gani? Litakuwa limelenga hasa kwenye masuala ya kimaisha ama kitaaluma. Kama una taaluma yoyote au unafanya mradi wowote, utashangaa kuna wazo utalipata ambalo linaweza likakusaidia. Lakini wazo hilo hakikisha kwamba unashirikiana na wengine katika kuyakamilisha haya, unaweza ukapata matokeo mazuri sana. Jambo la muhimu na usisahau kwa waliozaliwa tarehe hii ya tarehe 20 mpaka Februari 18, ni kwamba jambo hapa ni kushirikiana na wengine, utaleta matokeo bora. Lakini kingine, jambo la muhimu, usisahau kudhibiti stress, kwa sababu wengi watakuwa kwenye hali hii ya stress. Kwa hiyo sasa jambo la msingi ni kudhibiti stress. Lakini kwa waliozaliwa Februari 19 mpaka Machi 20, hapa kikubwa kwao nini? Mwezi huu ni mwezi wa kutafakari, tafakari hisia zao na uhusiano wa karibu. Kwa hiyo hisia zako zinafanya kazi. Kwa watu waliozaliwa tarehe hii Februari 19 mpaka Machi 20, watajikuta kwamba ni watu wenye hisia sana, yaani ni kama vile watu hisia zao zinafanya kazi sana, wanaweza wakahisi kitu na kikawa ni kweli, sawa. Sana kwa mwezi huu tumia hisia hizo kuelewa watu na mazingira. Jaribu sana kuelewa watu na mazingira, usifanye mambo kwa pupa, elewa. Kwa hiyo utajikuta kwamba unafanikisha mambo yako na yanaenda vizuri, kwa sababu unaweza kupata kwa mfano ndoto ile labda ikakwambia jambo fulani, kwa ni wakati sawa, usikurupuke, hapana. Jaribu kuelewa maisha ni hatua, maisha ni safari. Ni vizuri hapa tumekuja kwa ajili ya kujifunza. Kwa kama utazichukulia hisia zako hizo katika kuelewa watu na mazingira kiujumla, vinaweza vikakusaidia katika career yako ama mahusiano yako ama masuala yako ya kiafya na kadhalika. Basi mpaka kufikia hapa leo tumezungumzia tarehe waliozaliwa Novemba 22 mpaka Januari 19, na waliozaliwa Januari 20 mpaka Februari 18, na waliozaliwa Februari 19 mpaka Machi 20. Tutakuja kuelezea tena makundi mengine na tuangalie namna gani ambavyo tunaweza kuyafanya mambo yetu kwenda vizuri kwa kupitia utaalamu wa astrology. Kama unataka kujua mambo mengi katika labda kwa kupitia tarehe yako ya kuzaliwa ama jina lako, usiogope, usihofu. Kuna email yetu pale, tuandikie message, au WhatsApp yetu tuandikie message, au tupigie kabisa, ama kuna namba kabisa simu tumetoa pale, unaweza kupiga simu na tukaweza kukusaidia kwa namna moja au nyingine kujua mambo mengi sana kwa kupitia tarehe yako na majina yako, na kujua je, kazi unaofanya changamoto zake na nini, na namna gani unaweza kuzipunguza hizo changamoto, au vile vile una mahusiano ambayo ni changamoto kwa kupitia tarehe yako kuzaliwa na mwenza wako, namna gani tunaweza tukasema kwamba wapi mnaweza mkafanya vizuri sana na wapi mnaweza mkatia umakini kwa ajili ya kufanya mambo mazuri. Na hata kazini kwa mfano, labda umekuwa na changamoto za hapa na pale na hujui ni nini, just call us, tupigie sisi hapa na tutaweza kukusaidia mpaka wakati mwingine na video kama hii. Tunashukuru sana. Usisahau kusubscribe na vile vile kulike video zetu.
Kwa hiyo tunasema kwamba mpaka siku nyingine au video nyingine. Asanteni sana.